Kuna hofu ambayo watu wengi wanaishi nayo leo. Sio hofu iliyoandikwa kwenye Biblia. Ni hofu iliyorithiwa kutoka kwa maneno ya watu, si kutoka kwa neno la Mungu. Ukilitaja neno pombe, wengine wananyamaza, wengine wanahukumu, wengine wanajitetea kabla hata hujauliza swali. Lakini leo hatukuja kusikiliza mila za watu. Leo tunaenda kusikiliza Biblia yenyewe. Swali si gumu, lakini linaogopesha wengi. Je, Mungu aliwahi kusema pombe ni dhambi? Au je, Mungu alikataza ulevi si pombe? Leo nitakupeleka hatua kwa hatua, kwa maandiko, kwa mifano, kwa hekima, ili ukweli ukuweke huru. Biblia inasema wazi, kwa maana Mungu hakututupa roho ya hofu, bali ya nguvu, ya upendo na ya kiasi. Wapili Timotheo 1:7. Mungu hakuwahi kuwa Mungu wa maneno ya pembeni. Anapokataza, anasema wazi. Anapotoa mipaka, anaweka wazi. Alisema, usiue, usizini, usiibe, usifanye ibada ya sanamu. Lakini hakuna mstari unaosema usinywe pombe. Hili halimaanishi kila kitu ni ruhusa, lina maana Mungu ni wazi, na anapotaka kukataza, anakataza bila kuacha maswali. Hapa ndipo wengi wanapochanganyikiwa, kwa sababu tumefundishwa hofu, sio neno. Daudi anaandika katika Zaburi ya sifa, divai imfurahishayo moyo wa mwanadamu, mafuta kung'arisha uso, na chakula kuutia nguvu moyo. Zaburi 104:15. Hii ni zaburi inayomsifu Mungu kwa uumbaji wake. Divai imewekwa pamoja na chakula na mafuta, vitu vya msingi vya maisha. Hii inatufundisha jambo muhimu sana. Pombe, yani divai, ni sehemu ya uumbaji wa Mungu, sio uvumbuzi wa Shetani. Lakini Biblia pia ni ya kweli. Kila kitu chema kikivuka mipaka hugeuka hatari. Chakula kizidi huleta magonjwa. Pesa bila nidhamu huleta uharibifu. Na divai bila kiasi huleta maangamizi. Muujiza wa kwanza wa Yesu haukuwa kanisani, haukuwa jangwani, ulikuwa kwenye harusi. Yesu akageuza maji kuwa divai. Yohana 2:1-11. Biblia hata inasisitiza, divai ile ilikuwa nzuri kuliko ya kwanza. Jiulize kwa uaminifu, je, Yesu angeanzisha huduma yake kwa kufanya dhambi? Hapana. Yesu hakuletea watu ulevi, fujo, kupoteza akili. Alileta furaha, heshima ya ndoa, baraka kwa jamii. Yesu hakukimbia maisha ya watu. Aliingia ndani ya maisha yao, lakini bila kuvunja mipaka ya Mungu. Hii inatuambia pombe si dhambi, lakini Yesu hakuwahi kuhimiza kupitiliza. Mtume Paulo anamwambia Timotheo, usinywe maji tu, bali utumie divai kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa yako ya mara kwa mara. Wapili Timotheo 5:23. Angalia maneno kwa makini. Divai kidogo, sababu maalum. Biblia haifundishi anasa isiyo na mipaka. Inafundisha hekima, kiasi na uwajibikaji. Hii ni Biblia inayokuwa na watu, sio inayowafunga kwa hofu. Mhubiri anaongea lugha ya maisha halisi. Enenda, ule chakula chako kwa furaha, unywe divai yako kwa moyo wa kufurahia, kwa maana Mungu amekwisha kuyapokea matendo yako. Mhubiri 9:7. Hii si sauti ya Shetani. Hii ni Biblia. Hii ni lugha ya furaha, heshima na maisha yenye mpangilio. Furaha inaruhusiwa. Divai inatajwa wazi, lakini nidhamu ndiyo msingi. Biblia haisemi lewa, inasema furahia bila kuvuka mipaka. Biblia iko wazi kabisa. Msilewe kwa mvinyo ambamo humo mna ufisadi. Waefeso 5:18. Na tena, walevi hawataurithi ufalme wa Mungu. Wakorintho wa kwanza 6:10. Ulevi ni dhambi kwa sababu unachukua udhibiti wa mtu, unaharibu busara, unavunja nidhamu, unamtoa mtu kwenye uwajibikaji. Mungu anatafuta watu wa kiasi, watu wanaojua kusimama kabla hawajapoteza mwelekeo. Noa alikuwa mtu wa haki, alipata neema mbele za Mungu. Lakini Biblia inasema Noa akanywa divai, akalewa, akajifunua. Mwanzo 9:21.
Matatizo haikuwa kunywa, tatizo ilikuwa kulewa. Matokeo yalikuwa aibu, kuvunjika kwa heshima na maumivu kwa kizazi chake. Hili ni onyolio la Biblia. Kitu chema kikizidi hugeuka sumu. Paulo anasema, vitu vyote vinaruhusiwa, lakini si vyote vinafaa. Wakorintho wa kwanza 6:12. Hii ni falsafa ya Kikristo. Uhuru upo, lakini hekima inaongoza. Swali si je, unakunywa? Swali ni je, pombe inakutawala? Kama kitu kinakutawala, kimechukua nafasi ambayo ni ya Mungu. Yesu alisema, mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Yohana 8:32. Ukweli wa Biblia ni huu: pombe si dhambi, ulevi ni mtego, kiasi ni wito wa Mungu. Mungu hapendi unafiki, hapendi fujo. Anapenda watu wanaojua lini watumie na lini wasimame. Kama fundisho hili limekufungua macho, like, subscribe, share na andika kwenye comments. Je, wewe unaonaje? Pombe au ulevi?